Thank you so much. May God bless you. Madam Grace, may God bless you. Thank you for the wonderful message. Can you hear more? Pastor Francis? Osanya Noyomo, Kangira Buaye, and Chuaye, Umano Enyaroka, Orenge the 4th year doing medicine in the University of Nairobi. I Tamanyeti Korosi, Noromoche. That I were in Yagum coin, make a great to 80 million in coin. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema huyu hata nilipiwa mahali na nijengele nyumba. Kwa kweli huyu ni mzima, siwezi kuoa mtoto anaye binti ya aina hiyo. Haleluya. Kwa sababu gani? She was not an all-round child. A child, whether a boy or a girl, should be trained simple science of cooking in Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. Egeri abana the simple science of cooking. Bamanya chakula mesilo in Jesus' name. Ndio walongea uende Mungu ametubariki. Tunawacha kazi nyumbani. We have maids at home. But let me tell you, let us create a time. Let us create a time so that our children may be responsible in doing simple work in Jesus' name. May God bless us. Tunaingia somo la wakili ama stewardship. Ndio tunaingia kwa sasa. Kama unaandika, andika stewardship. Tuombe. Kind and gracious Father in heaven, it's another precious moment we approach thy throne of mercy. Praising your name because you are not to be given such, O God. We invite your presence to be our ministers as we begin till we end. For this we pray in Jesus' name. Amen. Stewardship. Mara nyingi mnazaa kuuliza maswali. Mwana lekobona stewardship kingo atisi hicho. Mwamba nituigere ina Biblia in Jesus' name. Praise the Lord. Tunapoingia wakili, I love the way Pastor Mulenga brought it in the morning, whereby we realize that Jesus Christ is what? He was actually the leader. God was the leader just from the beginning. As Christians, we need to copy from God as our leader. We also need to copy our leader who is God. Amina? Wacha niwachane na hiyo maana sifundishi kuhusu uongozi. Narudi kwa wakili. Man was created in which day? Praise the Lord. Hallelujah. Jamani, nauliza swali rahisi. Mwanadamu aliumbwa kwa siku ya ngapi? Kwa nini watu wanagira wani wakora chikolo. Kili kadari merani. Praise the Lord. Mwanadamu aliumbwa kwa siku ya ngapi wapendwa? Kwa siku ya 6. Na alipoumbwa kwa siku ya 6, Biblia inasema na Mungu akasema, hiyo ni fungu la 26. Mwanzo 1:26. Na Mungu akasema, haleluya. Na Mungu akasema na tumfanye mtu. Kwa nini? Kwa sura yetu, kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Haleluya. So man was created in the image of who? God. Image of God. Unaposoma, nilipokuwa najaribu kuangalia hii Hebrew, image of God inaitwa Imago Dei. Imago Dei means that man was created in the image of God, very special than the beasts. Bwana asifiwe sana. Yaani aliumbwa kwa njia ya kipekee, hautamfananisha na wanyama, kwa sababu hapo tunaona kwamba Roho wa Bwana alikuwa wapi wapendwa? Ndani yake. Na ndio maana yeye ni tofauti na nini? Na wanyama. Tunapoelekea mbele sasa, neno wakili linatokanaje? 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 fungu lake la kwanza
Inasemaje Biblia? Inasema, soma dada. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo, kwamba sisi tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Nani? Za Mungu. Haleluya. Sikiliza, mtu na atuhesabu hivi ya kwamba tu kila nani watu wa Mungu. Mkutano naomba nisikie sauti yenu. Sisi tu kila nani? Watu wa Mungu. Jamani. Ninaawala sana mapema wawili matatu. Nina chache. Naomba urudie andiko madam. Naomba urudie andiko nasemaje? Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo, kwamba tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Nani? Za Mungu. Geukia jirani yako, mwambie wewe ni mtumishi wa Kristo. Wengine hawaambiani sijui ni maadui. Kama hata kama wanyoro mkisoma matendo, mwambie sisi ni watumishi wa Kristo. Nipungie mkono kwa jina la Bwana. Barikiwe sana. Sisi tu watumishi wa Kristo. Tena sio hivyo tu, na mawakili wa siri za Mungu. Wa siri za Mungu. Sasa inayohitajika, soma mtumishi wa Mungu, na mawakili wa siri za Mungu. Soma Biblia inasema nini? Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Ndio mtu aonekane kuwa nani jamani? Kaunti namba 001. Bwana Yesu asifiwe. Kaunti namba 001 tu kwa moja. Kaunti namba 001. Haleluya. Kaunti namba 002. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa wako hai kidogo. Hapo wai uongeze kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kaunti namba 001. Haleluya. Sisi wote sasa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Ya kwamba tu mawakili wa siri za Mungu. Mtu anayetuhesabu hivi ya kwamba tu mawakili wa siri za Mungu, na inayohitajiwa sasa ni mtu aonekana kuwa nani wapendwa? Kuwa mwaminifu. Point na kwa nadawa amina. Amen. Wakati wakike huko gioka kila leo magana ndio kwa tewala amina sisi. Praise the Lord. Mungu anatuhitaji ya kwamba sisi inayohitajiwa ni kwamba mtu awe mwaminifu. Nilikuwa najaribu kuangalia neno steward. The word stewardship comes from the two Hebrew words, that is oikonomos. Oikonomos and oikonomia. Hakuna watamba niliona. Oikonomos and what? Oikonomia, usijali nitaelezea uelewe. Oikonomos means one who manages. Praise the Lord. Kama unanisikia nipungie mkono. Oikonomos, one who does what? Who manages. In other words, oikonomos means that is a manager. Amina? Amen. And oikonomia now is the responsibility of a steward. Is the responsibility or stewardship. Amina? In a simple term, oikonomia means a management. Na tigre rugaina como pasta que toca en el cuerpo, tú ya ne hace lugar raíz. Bwana Yesu asifiwe. So, in other words, ni maneno mawili yanaonga hivyo, ni msimamizi na pia anasimamia. Praise the Lord. A manager who is doing the management. Praise the Lord. He is managing. In other words, sasa ni mtu ambaye anasimamia, na kwa sababu hivyo Wakorintho ikasema inayohitajiwa kwa vitu vyote ni mtu anaonekana kwamba yeye ni rafiki yangu, yeye ni mwaminifu. Inahitajika yeye ni mwaminifu. Na ndio somo lako linasema sasa, kwa leo na program inasema Mungu na mangapi wapema? Jamani, Mungu na mangapi? Ina maana katika mazungumzo yako Mungu ana mangapi jamani? Katika kuvaa kwako Mungu ana mangapi? Ukivaa kama
didn't so much in this meeting. At times I realized they were in this meeting never, but there with you. We are now at the moment. So I am not you. Nasemaje? Yes, 633. Mathayo 33. Basi anasoma? Biblia inasema, ndio, bali utafuteni kwanza ufalme wake. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na nini? Na haki yake. Na hayo yote mtazidishiwa. Na hayo yote mtaongezewa. Na hayo yote mtazidishiwa. Kama tunavyosema watu kwa Yesu asifiwe. Haleluya! Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine yote mtaongezewa. Mtazidishiwa. Sikiliza. Kaunti namba 002. Tuko pamoja ama mliama mkaenda kwingine? Haleluya! Tutafuta kwanza ufalme wake. Ni kwa nini tutafuta ufalme wake? Kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 24 fungu lake la kwanza, Biblia inaweka vizuri ya kwamba dunia na vyote vilivyomo na vyote vijazavyo ni nini wapendwa? Ni mali ya Bwana. Nilikuwa na wamakia kulingana na CPE, nikawapatia exceeding expectation 1. Exceeding expectation what? 1. Praise the Lord. Maana nyinyi wote mko. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, sasa kumbe dunia na vitu vyote vilivyo ndani yake ni mali ya nani? Ni mali ya Mungu. Kumbe hata wakati talanta zetu kupitia mazungumzo yetu, sikiliza, vipawa vyetu ni nini wapenda? Ni uwakili. Na kwa sababu hiyo sasa tumpatie Mungu nafasi ya ngapi? Ya kwanza. And by the way, mara nyingi tunamsahau Mungu. Kweli au si kweli watu? Kweli. Mara nyingi tunamsahau Mungu. Unafika wakati unasema hata kwa sasa hata Mungu anajua. Halo? Shukuru fisi mwezi wa 9, Mungu anafanya naye. Na kwa sababu Mungu anajua yeye tunahitaji, wacha nile saka. Ukikula saka, ujirani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watumishi wa Mungu aliye hai. Haleluya. Amen. Sikiliza sasa. Mungu anaweka msingi kwamba tutafuta kwanza ufalme wake. Tuwe waaminifu. Inayotolewa pema ni kutii. By the way, stewardship is part and parcel of obeying the word of God in Jesus' name. Amen. Ni sehemu ya kufanya maana ya utii wa Mungu, na kutii ni baraka. Tunapotii ni baraka kwetu. Ndio maana siku moja wanapoendelea kutoa kafara, sikiliza, kwenye kitabu cha Samueli 15 fungu la 22, Mungu anasema sikiliza, Mungu anahitaji, sikiliza, Mungu hataki hata kafara. Kumbe hata kama utoe sadaka, chunguza kama wewe ni mtiifu kwa Mungu. Chunguza kama wewe ni mtiifu kwa Mungu. Ikiwa wewe sio mtii, neema kwa Mungu muite, Mungu akujalie neema uwe mtiifu. Ukishakuwa mtiifu, toa sadaka yako kwa Mungu kwa jina la Bwana. Amen. Ataibariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, ni kwa nini nileta maneno haya? Naomba nilete kwa njia ya mtasari na kwa njia rahisi. Leo hii tunapoanza, aliyekuwa wa kwanza kuokoa wakili wa kwanza ni Mungu wetu, na katika utoaji wake akawa anatoa. Mimi na wewe sasa tuma wakili, waziri za nani? Za Mungu aliye wapi? Aliye mbinguni. Inayohitajiwa mimi pamoja na wewe, inayohitajiwa, inayotakikana ni kwamba tupatikane sisi ni nini wapendwa? Uaminifu kwa Yesu Kristo. Inahitajika. Na sasa mbona tutoe? Mashujaa wetu wa imani walitoa sadaka. Mashujaa wetu wa imani walitoa nini wapendwa? Walitoa sadaka, na ndio wakakubalika machoni mwa Bwana. Walitoa waaminifu pia, waliunganika na matoleo kwa
jina la Yesu. Kivipi sasa? Kivipi inakuhitaji? Hebu tuchukue kitabu ndani ya Biblia ya watumishi wa Bwana. Angalia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 14 fungu lake la 17 mstari wa 20. Genesis chapter 14 verse 17 to 20. Mwanzo 14 fungu lake la 17. Sikiliza vile Mungu anataja mashujaa wa imani. Biblia inasema, ndio Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma, ndio wale wafalme waliokuwa pamoja naye. Abrahamu alipotoka vitani, wale wafalme kuwapigana vita na wale wafalme wakashinda. Ndio mfalme wa Sodoma akatoka mlaki katika bonde la Shawi. Mfalme wa nini? Wa Sodoma. Ni Sodoma. Tunaomba chini. Mfalme wa Sodoma akatoka mlaki katika bonde la Shawi. Hapo ni bonde la mfalme. Ndio. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu. Akatoka aenda kumlaki. Sikilika. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu. Mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai. Naye alikuwa kuhani wa Mungu. Aliye juu sana. Hiyo pekee yake inatosha kusema amina kwa jina la Yesu. Melkizedeki alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Soma Biblia msomaji. Akambariki akasema. Akambariki na kusoma. Abrahamu na barikiwe na Mungu. Abrahamu na barikiwe na Mungu aliye msomaji juu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natamani wana Matoke Camp Center ubarikiwe na Mungu aliye juu sana. Baraka zao watu wengine asije kusaidia, lakini ukibarikiwa na Mungu aliye juu sana, baraka zako hakuna mwanadamu atazuia. Maana yeye akibariki, anabariki kiuhalisia. Amina? So anabarikiwa na Mungu aliye juu sana. So aliye juu sana, Mungu wa mbingu na nchi. Mungu wa mbingu na nchi, ndio. Endelea. Ndiye Mungu aliye juu sana. Aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Nini Ibrahimu alipeana kutaka? Ibrahimu alipeana nini? Fungu la 10. Ibrahimu alipeana fungu la 10 na vitu vingapi? Vyote. Kama alikuwa na maharage alitoa makutoa. Jamani, mkutano Bwana tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana yasambiye mtora hapo waseka kwa ile siku. Iwa Abrahamu akaweza sawa ya 10 yeye ndio anataka nini? Ndio iwe ananichua vitu baba na ndio akaroa kike akaroa Isaka akaroa ewe kike 10 iwe ni chimbo ya watu Chombe Chimo nende. Sasa kuruacha wasabe ile ngoje kaisi. Wasabe chimo ngoje kaisi kabisa chile kuona kubosa. Na kimoroja wametole leo sasa tunapenda. Na wewe unaona tena chile kaikobi, Mungu hata wale Mungu yeye Mungu kwa understand. Lakini maneno leo ndio Isaka. Haleluya. Unaona kama chimo ngoje wala ile makwaru. Mungu atakwambia kama unataka kwa nini Isaka. Nyasaye tokonye todigo webi aseyoteria Yesu. Amina. Amen. Awe achire sema Nyasaye tokonye todigo webi aseyoteria Yesu. Amen. Abrahamu akafunga la 10 na vitu vyote na akatolea nani? Alimpa nani? Melkizedeki kuhani wa Mungu aliye juu sana. Amina. Amen. Swali, Melkizedeki alikuwa ni nani? Nipe kitabu cha Zaburi 110 fungu la 4. Nataka tuone kwa Biblia tu. Melkizedeki alikuwa nani? Hasikiliza. Abrahamu anataka kukumba masia watu. Kuna wimbo inaenda hivi. Tunapoandaa ile kwa hiyo fungu. Tumo kwenye safari ya kwenda mbinguni, safari ya wazee wa imani walisafiri salama wakiwa na Yesu. Wote walimkabidhi Mungu. Yaani habari zao zote wazee wa imani walimkabidhi nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
tumkabidhi Mungu kwa jina la Bwana. Naomba nikutie moyo rafiki. Chochote unachokifanya, Mungu achukue nafasi ya kwanza. Unapofika ukipata mshahara wako, Mungu achukue nafasi ya kwanza. Kama unafanya mipango zozote zile, mkumbuke Mungu naye atakukumbuka. Amen. Nasema nini Biblia?